الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu watukufu, tuna jukumu sisi wanadamu la saa zote kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa jinsi anavyotuneemesha katika maisha yetu. Labda wingi tutaona ni bahati mbaya, na wingi tutaona ni fikra zetu, na wingi tutaona kwamba ni nafasi tulizokuwa nazo katika maisha, lakini uhakika wa mambo katika maisha yetu ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwanadamu Muislamu unayekubali kiyama, unayekubali hisab, unayekubali maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, una jukumu la uchache wa kumwambia Mola alhamdulillah kila wakati. Wingi wake mwanadamu ni kukithirisha kufuata yale ambayo kwamba amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ulimwengu sasa hivi uko wazi. Mambo yote twayaona pale tulipo. Hali za nje twaziona na hali tunazoishi nazo katika mazingira yetu twaziona. Lakini utaona pana fadhila ya Mwenyezi Mungu. Hatukuandika barua kwa Mwenyezi Mungu atupe amani. Hatukufanya bidii yoyote Mwenyezi Mungu atupe amani. Kuna wenzetu wana kila kitu. Jana walikuwa matajiri, leo waomba ulimwenguni wasaidiwe. Kuna wenzetu wana afya, lakini pale walipo hawawezi hata kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala sababu hakuna amani. Sasa utaona mgonjwa wetu huku ana fadhila kwa Mwenyezi Mungu kuliko mwenye afya kule, sababu ugonjwa ulionao hapa ulipo Mwenyezi Mungu amekupa amani, amekupa na kila jinsi ya kuenda mbio yale maisha yako. Sasa hizi zote ni neema, na Mwenyezi Mungu atufanyia hivi sababu atupa muda na sisi turudi tuingie katika wale ambao kwamba wa qalilu min ibadi ya shakur, tuwe ni wale wachache ambao Mwenyezi Mungu amewasifu kwa sifa ya shukrani. Ndugu zangu Waislamu, mada ya leo tutahimizana katika kutafuta elimu. Umuhimu wa Muislamu kutafuta elimu katika maisha yake. Ilmu, ndugu zanguni, ndiyo mfumo wa maisha. Kama tunavyoambiwa na wanavyuoni, Qur'ani ndiyo mfumo wa maisha na Qur'ani ndiyo elimu katika maisha yetu. Utaona ajabu Mola katika kumfadhilisha mwanadamu mbele ya malaika. Kilichomfanya mwanadamu awe bora kwa malaika ni Mwenyezi Mungu kumpatia elimu. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i. Kama nyinyi malaika maona ni watukufu kwa maumbile, labda kwa kumtii Mwenyezi Mungu, niambieni basi, nionyesheni ilmu mlionayo katika hivi nilivyoumba. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kumpa fadhila mwanadamu, alimfundisha mwanadamu ilmu ili awe bora mbele ya malaika. Mwenyezi Mungu hakumalizia hapo. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kubadilisha ulimwengu utoke katika kiza, baada ya kuondoka Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam, ulipita umri kwa mwanadamu, umri wa kiza. Mtu afanya atakalo katika maisha. Mtu atazini hajali, mtu ataiba hajali, mtu atafanya makruh, mtu atamuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu alipotaka kuleta tena upya maisha, kuleta mfumo upya, kiongozi mpya katika ulimwengu, amri ya kwanza na maandiko ya kwanza aliyoteremsha katika Uislamu, alimwambia mtume Iqra, soma. Sababu ulimwengu utakavyokuja bila ilmu huwezi kuishi katika ulimwengu. Na tutaangalia madhara ya sisi Waislamu wa siku hizi kukosa elimu katika maisha yetu. Imefika umri katika Muislamu hata kusoma maneno ya Mola wake yamshinda kwa kukosa elimu. Imefika umri katika Muislamu hata kujua sheria za kuingia msikitini kwa kukosa ilmu. Sasa Mwenyezi Mungu atuonyesha kitu bora na kitu kitakachobadilisha maisha yetu sisi Waislamu. Alimwambia mtume Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Sababu ulimwengu utakaokuja baada leo ni ulimwengu wa kusoma, na sifa ya Muislamu ni kusoma. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amri ya kwanza
kumteremshia Muislamu, alimwambia soma. Sisi tuko katika Uislamu, sisi tumeatia kusoma watu wengine. Katika kusoma, ndugu zangu Waislamu, kuna sampuli mbili. Kuna kusoma ya wajibu, kuna na kusoma ya sunna. Faradhul ain, yale masomo ya kila Muislamu ajifundishe, ni ujue maarifatillah, umjue Mola wako. Hauwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kama humtambui. Hujui sifa zake, hujui utendakazi wake, hujui kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Huwezi kupata namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu sababu humjui. Na usipofanya ibada katika ulimwengu, si Muislamu. Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sisi tumeletwa ulimwenguni kuabudu, kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu. Unavyolala ndivyo anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unavyoishi na watoto wako nyumbani ndivyo alivyokufundisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utajua vipi kama husomi? Ndio Mwenyezi Mungu kitu cha kwanza akatuambia ikra, someni Waislamu, sababu nataka muniabudu. Kabla hauja kuja msikitini kuswali, jifundishe namna ya kuswali. Masikitiko, mtu yuko katika Uislamu miaka 40 hana uhakika wa udhu, atawadhi ameona watu, labda si sawa, labda ni sawa. Imefika umri katika Muislamu yuwafunga Ramadhani, lakini hana hakika na saumu. Hana ile kwamba mimi nimefunga vile atakavyo Mungu. Mtu ufunga kubahatisha. Tena na wingi ukwambia ibada za Mungu atakavyo atanilipa. Kabla Mungu akulipe atakavyo, wewe umefanya inavyotakikana? Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yeye katika kutilia mkazo kwenye ilmu, kutuonyesha yeye si mjinga na sisi tusiwe wajinga, akalazimisha elimu. Elimu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiachia khiari. Hakusema atakaye asome ambaye hataki asisome. Alisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kutafuta elimu, ile kuenda tu kutafuta elimu, acha kuipata. Kutoka kwenda kutafuta elimu ni faradhi kwako wewe Muislamu. Ni jambo lazima ufanye katika maisha. Leo wewe wataka kuishi, wajua namna kuishi? Wajua uchumi ulivyo katika maisha yako? Muislamu umeumbwa maskini. Kule kote tuaishi katika hali tulionayo sababu ya kukosa ilmu. Ndio maana wenye hututezea sisi Waislamu sababu ya kukosa elimu. Kanzu kama haziji kutoka Oman, hatuvai kanzu siku hizi sisi. Kilichofanya wao watufanyie vile sababu wao wamesoma namna ya kutengeneza kanzu wakauza. Sisi tumeketi tutasubiri kanzu zije tununue. Wale siku zote kwenye maisha watakuwa mbele, sisi tutakuwa nyuma baada ya wao kufanikiwa. Ndio Mwenyezi Mungu atuliza katika Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Wafanana katika ulimwengu? Yule ambaye kwamba ajua kutengeneza kanzu akauza na yule ambaye kwamba hajui akauziwa, wafanana katika ulimwengu? Ndio kesho Mwarabu akifunga, sisi hatulitende Ramadhani. Ndio huko kutofanana sisi na wao. Wakati yoyote mwenye elimu aweza kufanya jambo lolote. Wewe usiyekuwa na elimu ukafanya lolote kwa sababu huna elimu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atuonyesha umuhimu wa sisi kutafuta elimu. Na elimu ya kwanza tumesema ni ile elimu ya faradhi. Mjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mjue mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasikitisha sasa hivi, wacha watoto wadogo tunaowazaa katika kizazi cha sasa, mtu aliyekaa miaka 50 katika Uislamu hajui nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajui kabila la mtume wake, hajui culture za mtume, hajui Uislamu, hajui mambo katika Uislamu. Angoja kusubiri kufa. Elimu ni pale wanavyoni wanasema elimu ni kutoka mwanadamu kufahamu mpaka kuingia katika kaburi. Ndio utapata tarehe za Uislamu, na tarehe ya karibu tu. Mtu ako katika sakaratul maut lakini ameshika kitabu husoma. Lau Mwenyezi Mungu atampa tena pumzi ya kuzungumza, awe amefaidika katika zile pumzi alizompa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Elimu ya pili ni ile elimu ya sunna, elimu ya wajibu, faradhul kifaya. Mfano wake kama swala ya janaiza, swala ya maiti. Akiswalia mmoja imetosha kwa Waislamu wote.
akitoswaliwa kabisa, nyote mna madhambi katika mji. Elimu zile ni kama mtu kuspecialize na baadhi ya mambo katika maisha, ukajifundisha utabibu. Lau patakosekana tabibu kabisa katika mujtama wa Kiislamu, sote tuna madhambi. Lau pakakosekana mtu wa kututengenezea kisufuria cha kupika katika mujtama wa Kiislamu, sote tuna madhambi, sababu Mwenyezi Mungu atuambia ikra, someni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kusoma ni faradhi. Ikiwa labda yale mazungumzo ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an utayatukulia labda ni ushauri, ikra, utayatukulia labda ni materemsho tu, mazungumzo, lakini Mtume atilia mkazo kutafuta elimu ni faradhi. Huwa vipi katika Waislamu mpaka tuletewe matabibu kutoka nchi ambazo si za Waislamu? Sisi tumeletwa kitabu tusome, Alif Lam Ra. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, kitabun unzila ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam tumekuteremshia hii ni Qur'an, watu watoke katika ujinga. Msiishi nini ni wajinga. Sheria tu za kwenda pwani hatuzijui sisi Wabajuni. Waswahili tunaoketi pwani hatujasoma namna ya kufaidika na ufuo tuliopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Zile ni neema Mwenyezi Mungu ametupa, lakini tusiposoma mzungu atatutezea. Sasa hivi tumekinaishwa kwa kutosoma kwetu, mashua si bora kuliko boti zile zilizoletwa na wazungu. Kwa kutosoma kwetu, mzungu ameweza kufanikisha katika maisha yetu kwamba mashua ni za kijinga, zile boti zilizotengenezwa na wao ndio za kierevu sasa hivi, kwa kuwa na elimu na kutokuwa na elimu. Hata serikali ya chini ya kusikitisha sasa hivi, serikali ya chini kabisa nchini hapa tunapoketi, serikali ya MCA, hatupi haki zetu sababu hatujui kuendelea nini kule. Ni kutojua katika maisha yetu. Tumekubali sisi Waislamu kuketi bila kusoma. Angalieni nchi zilizoendelea na nchi zinazopigiwa mfano katika mazungumzo ya walimwengu. Angalieni Iran. Upenda kutumia mfano wa Kiislamu, sababu Mwenyezi Mungu asema msiwafanye maadui marafiki zenu sana hata katika kuwapigia mifano. Sisi pia mifano mizuri tunao. Wenyewe wazungu wana mfano hai wanapigia Singapore na South Korea, na sisi Waislamu tuna mfano tuupiga Iran. Kwa kusoma wameweza kufanikisha dawa, hawaombi kutoka nje. Ndio leo Muamerika aungulika na Iran sababu amekosa elimu ya kumtezea. Sisi mbona hatupigwi na Muamerika? Sisi mbona hatutiliwi fitna na Muamerika? Sisi ni wajinga kukubali lile analoleta mzungu katika maisha yetu sababu hatukusoma. Sasa sisi tutazunguka barabarani tuandamane haki za binadamu, haki za wanafunzi. Hatujafundishwa katika Uislamu. Imekuwa vipi wewe Muislamu usubiri sauti kutoka kotini kuna haki za binadamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuletea kitabu la raiba fihi, hakina shaka. Hakuna kitabu utafanya reference kisha utakuwa na doubt ndani yake. Ni Qur'ani peke yake. Sasa sisi Waislamu tuna ulazima wa kusoma sisi na kusomesha watoto wetu. Ulimwengu bila kusoma tutatezewa. Misikiti hii ni ujengewa na wasiokuwa Waislamu. Hata biashara za mayai, zile mayai shilingi 30 kugonga, mtoto wa Kiislamu hajui kufanya ile biashara kwa kukosa hoja. Sasa kijana kutoka huko Meru haja tuuzie sisi mayai. Ilmu ya kuchemsha mayai, kugonga, kuuzia, mujtama usonge. Waislamu tusiwe maskini, hatuna. Kweli sisi ni Waislamu, tuupa hadhi Uislamu. Imam Ghazali ameandika katika vitabu vyake mlango mahsus wa kutafuta elimu kabla la amal. Al-ilmu kabla la amal, kuwa na ujuzi kabla hujafanya kitu katika maisha. Leo talaka zimekuwa nyingi, tunajua sababu. Wanaoingia katika ndoa hawajasoma namna ya kuketi katika ndoa zao. Watoto wametushinda majumbani kwa kukosa ilmu. Atazaliwa vipi mtoto katika damu yako, kwenye maji yako,
toka hajui kitu mpaka akajua kuzungumza, mpaka kutolea ufidhuli, mpaka akushinda wewe mzazi. Ungekuwa una ilmu, ingekuwa wewe mzazi wajua mipaka yako, wajua mipaka mtoto, ungemruhusu kufanya vile toka mwanzo? Tuangalie Uislamu na kusoma, tujiangalie sisi Waislamu tusiosoma. Shani ya Uislamu ni kusoma. Ndiyo Mtume katika kujipigia mfano yeye akasema, mimi Mtume Muhammad mfano wangu katika elimu mimi ni mji. Kisha akatuambia na Saidina Ali ni mlango katika mji wa elimu. Mtume ajifananisha yeye mwili wake na maisha yake na mji wa elimu. Sisi tuko wapi na miji ya elimu? Yani sisi Waislamu twajifundisha nini katika Uislamu? Wama min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bijanahihi illa umamin amthalukum. Tumejifundisha nini kwa Mwenyezi Mungu kwenye hiyo aya? Mzungu ataketi, atafanya research, atatuletea ndege atuuzie. Wewe utasikia raha, utajigamba mtaani, nimepata tiketi ya kwenda Amerika, wapanda ndege Emirates, kwenda kupromote biashara za wasiokuwa Waislamu kwa kukosa elimu. Kwa nini apigwa Muirani? Sababu Muirani amesoma mpaka maji ya kunywa haombi kutoka nje. Ndio maisha tunaotakiwa tuishi sisi Waislamu. Angalia dola za Kiislamu zilizopita, walikuwa na sulta sababu ni werevu, wana ilmu. Ilifika khilafa ya Saidina Umar ibn Abdul Aziz, ikawa hakuna dhiki katika maisha Waislamu kwa sababu ya elimu. Hakuna maskini, hakuna ugonjwa wa kutia taharuki, hakuna ufisadi, hakuna ujinga, hakuna machafu katika mujtama wa Kiislamu sababu ya kupatikana elimu. Sasa hivi mtu amuasi Mwenyezi Mungu kwa kuwa hajui anachokifanya ni makosa. Sisi watoto huwapeleka skuli baada ya kuwapeleka madrasa kusoma ilmu ya dini. Mtoto wa kike amebalighi lakini hajali, amefundishwa kiuzungu kuonekana baadhi ya sehemu zake za siri. Sasa atafanya vile kwa kukosa ilmu ya kujihifadhi. Ndugu zangu ni Waislamu, pana haja lau sisi tunataka kubadilika, na Mwenyezi Mungu yuko tayari kutubadilisha. Mwenyezi Mungu si khain. Mwenyezi Mungu hatompa Umar bin Abdul Aziz sisi akatunyima, lakini Mwenyezi Mungu hutoa kwa atakaye kupewa. Mbali ya kuwa Mwenyezi Mungu huchagua, kisha Mwenyezi Mungu hutoa kwa atakaye kupewa. Ndio miongoni mwa maneno ya wanavyoni mmoja akiuliza, tanalu al-izza, wewe wataka utukufu katika maisha, thumma tanamu al-layl, kisha wewe walala usiku. Hunu ni msemo ukiuleta katika maisha, wewe wataka kuheshimiwa kisha hujieki kiheshima. Ndugu zangu Waislamu, tutafuteni elimu, tusomeni, tusiwe wajinga. Tukikaa bila kusoma tuudhalilisha Uislamu. Sasa hivi siasa zinazoendelea Kenya, wapwani ni wajinga kwa siri, mpaka sasa hivi ni dhahiri. Uletwa misaada huku ikapitishwa kwa sababu sisi ni wajinga. Wajinga wa kutofahamu kinachoandikwa na wajinga wa kufuata fikra za wenye kutudhulumu. Mbona matezo haya hayafanyi kwingine? Mbona siasa hizi za kudhalilisha watu hazifanyi kwingine? Sababu watu wa sehemu nyingine wamejitambua kwa kusoma. Sasa hivi sisi lau utauliza vijana wa Kiislamu waliokuwa na vitambulisho 20 tu, ni nani katika nyinyi aliandikisha kura? Mmoja katika wao shujaa atakwambia mwanzo kura ni haramu. La pili atakwambia hakuna umuhimu wa kura. Ndio elimu alionayo katika maisha yake, kwamba kura ni haramu na hakuna umuhimu wa kura. Na hata nikawa nayo hainisaidii. Kote huku kutotambua kura si haramu, kuwa na kura si hasara, na kura itakusaidia. Labda utaona ule msaada ama huoni. Sasa kusaidika kwako na kutosaidika ni kutoelewa kule maofisini kwafanywa nini. Ndugu zangu ni tuamkeni. Sisi tumepandwa sasa paka watu wako vitwani kwa ujinga wetu. Kwani ile wazee wetu waliopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni bahati. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu aumba atakavyo na achagua katika kuumba. Ndio Mwenyezi Mungu akachagua katika binadamu, akatoa kizazi cha Adam ni kitukufu.
akafuatisha kizazi cha Imran, kisha akafuatisha kizazi cha Nabii Allah Ibrahim, kisha akatuletea kiongozi wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na kutuchagulia kwake sisi Waswahili wa huku alitupatia bahari. Ndugu zangu wa Islam, imewasaidia nini katika maisha yenu? Wasiokuwa na bahari wasaidika na bahari? Watu wajenga magorofa sababu ya bahari. Watu wamebadilisha maisha sababu ya bahari. Walioko mita 1000 na bahari wamefaidika na bahari. Sisi tunaoishi baharini hapa hatujafaidika, sababu sisi tumekubali ujinga ndio maisha. Wale samaki tunaowapeleka kule wawe manufactured kisha tuletee huku samaki wa mikebe, hatuwezi kufanya sisi wenyewe tukauza kwao. Angalia kutokosa elimu, kukubali kwamba sisi ni wajinga. Mtu huja akanunua kitu kwako kisha akakitengeza akakuuzia mwenyewe, ina haja gani kumuuzia? Sababu tumekubali sisi ni wajinga. Ndio viongozi kule wakikaa huambiana wa pwani Waswahili ni wajinga ama Waislamu ni wajinga, sababu wamekosa kufahamu kwamba kura ndiyo maisha yao Kenya. Sisi twalilia uongozi mbaya. Mtume asema man raa minkumul munkar falyughayyiru biyadihi, anayeona machafu katika jamii ya Kiislamu au kataze kwa mkono. Chukua kura ukataze munkar. Leo tukitaka kusimamisha kiongozi wa Kiislamu, utamsimamisha? Una kura ya kumpitisha? Wata tuangalie baadaye kura zaibu hazibu. Wewe umepiga kura kumsimamisha kiongozi wa Kiislamu abadilishe maisha. Hatutembei kule maofisini ndio hao jamaa utufanya sisi ni wazuka kupita mipaka. Lakini leo tutasoma, tuna haki ya kutembelea kila ofisi ya serikali kujua nani astahiki kupewa nini na afaa kupewa kwa wakati gani. Lakini kwa kutojua kutupezea wale jamaa. Itakuja siasa, watasimama kwenye magari alfu. Elimu tulionayo, mwanasiasa akikupa 1000 ndo akupenda. Mwanasiasa akiwadhamini mchezo kule baharini ndio awapenda. Ndio elimu tulionayo. Lakini twafaa kuwa na elimu kwamba kura ndio kubadilisha maisha ya Waislamu hapa Kenya. Sasa tutamlaumu Ruto? Hatuwezi kumuondoa. Rais ni mbaya, adhalilisha Waislamu, ndivyo tunavyosema. Adhalilisha Waislamu. Unacho kitu cha kumuondoa, asidhalilishe tena Waislamu. Elimu tulionayo, kura ni haramu. Lakini Mwenyezi Mungu amechagua, wewe mbona usichague? Lao Mwenyezi Mungu angeata tu ulimwengu uende unavyotaka. Ameumba wa idh qulna lil malaikati, wakati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, angewamwaga tu duniani, nendeni mkawe viongozi. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya kutuleta akachagua. Na sisi Mwenyezi Mungu atufundisha tuchague. Mwenyezi Mungu amechagua vipi na sisi tutachagua vipi? Lakini lao Mwenyezi Mungu asingekuwa na kudra ya kuumba na kuchagua, angechagua. Sasa na wewe kama huna uwezo wa kubadilisha, utabadilisha ndugu yangu Muislamu? Tutasubiri paka vile vijiti vya kutolea meno tuletewe? Sasa hivi kujenga na makuti ni ushamba kwa ilmu tulioletewa. Kujengea nyumba makuti kuifinika, mzungu amelazimisha katika masomo ya sasa hivi. Muislamu ukijenga nyumba juu kafunika makuti ni ushamba. Lakini ukajenga nyumba kisha juu ukuta mzima kwa kupiga tile ndio kisasa kwa ilmu tulioletewa. Wao kule ufanya biashara, sisi ukomoka. Kwa nini na wao wasinunue zetu? Kwa nini na sisi tusisome tukaja na mfumo? Bidhaa zetu pia ni bora katika dunia. Ndicho wanachofanya Iran na ndicho wanachopigwa vita sasa hivi ulimwenguni, kwamba na mimi nimesoma naweza kujisimamia katika maisha. Credit sisi Waislamu yatusumbua kutengeneza. Kwani wao Mwenyezi Mungu amewasalitia majini, sisi hatukusalitiwa majini? Mara tasema sasa hivi mzungu ametuletea simu, niko bin Abbas sasa hivi nazungumza na mtu Amerika. Mwenye akili ile wewe huna. Kila kitu ni ushetani tu katika maisha. Hakuna kudra ya Mwenyezi Mungu. Hata huyo shetani anayefanya mambo hakumwambia Mwenyezi Mungu nipe nguvu ya kufanyia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu,
Tuna haja sisi ya kubadilika, na kusoma si khiari, kusoma ni lazima. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuangalie maswahaba walivyosoma. Labda tutatoa udhuru, nishakuwa mzee, majukumu yamekuwa mingi, sina wakati wa kuketi nyumbani. Maswahaba walipata Uislamu kwa uzee wakaukubali, kisha wakapata ilmu ya Uislamu kwa uzee, na ndio ilmu imefika kwetu sisi. Paka leo mtu ana miaka 30 katika Uislamu, kusoma suratul Fatiha paka umfuate nyuma, usipomfuata atagonga. Na mtu amekhiari asubiri kufa, Muislamu. Baba paka amepata vijukuu, mzee amepata vijukuu, hajajua kutofautisha baina ya kulea mtoto wa kike na kulea mtoto wa kiume. Wazungu tutukulia watoto. Tuko mtaani hapa, mabarabara wenzangu, hata ile pikipiki namna ya kutafutia maisha mpaka tusome. Ngapi umewekeza kwa siku, ngapi utakula, ngapi utaweka? Hatuoni sisi, hatubadiliki. Nina Honda miaka 10, maisha yangu ni yale yale. Wewe ni sawa sawa na ule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hakumpa Honda. Mwenyezi Mungu amekuruzuku na gari, maisha yako miaka 10 ni sawa sawa na ambaye kwamba hana miguu. Sasa Mwenyezi Mungu atudhulumu au ni sisi hatuna fikra ya kuendelea? Lakini hatuyapati yote mpaka tusome. Hata kwenda kudanganya mtu mpaka usome. Hata kwenda kuomba mpaka usome. Kuna namna ya kumwombea rais, kuna namna ya kumwombea mtu ndiani. Sisi hatuna, ndio maana hatupewi. Sio kwamba misaada haiji, hatujui namna kuomba pia. Tukaambiwa sasa hivi kuna basari zatolewa kwa ofisi ya mbunge, hatujui hata namna ya kwenda kuomba. Utapewa vipi? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu asema niombeni nitawapa. Atufundisha hivyo katika maisha. Wataka kupewa, nenda kaombe, kaoneshe namna kupewa. Usiketi huku Malindi ukapiga kelele serikali atunyanyasa. Inuka, ifuate serikali, nipe haki yangu, ikukataza upige kelele. Tutaketi kwenye mtaa miaka 10, hakubadiliki hata barabara. Akaja mtu ameondoka pale miaka 10, akaja tena kwenye ile barabara, haoni tofauti yoyote. Iko vile vile kwa kubali kuishi katika ujinga. Lakini tuangalie Singapore na South Korea, ili songa vipi? Walikuwa na hamu ya kujua na hamu ya kufanya. Sisi hatuna hamu ya kujua na hatuna na hamu ya kufanya. Tutatezewa ndugu zangu Waislamu, na Uislamu haukuja kudhalilishwa. Na Mwenyezi Mungu amechukua ahadi, la Uislamu tutaendelea kudhalilisha, atatuondoa sisi. Atatupatia maisha tandhanka. Sasa hivi kuna maradhi kwa kuletewa sababu sisi hatuna ilmu. Corona tumepewa kwa ujinga wetu sisi Waislamu. Sasa ingine, inna Allah la yastahi min alhaq. Ukiamua kuzungumza kuhusu Mwenyezi Mungu, usimonea haya katika ukweli, sababu amri yote anayo Mwenyezi Mungu. Zungumza lile la sawa, kisha muatie Mola Subhanahu wa Ta'ala. Corona sisi Waislamu tumeletewa kwa ujinga wetu. Mbona haikuenda Iran? Rais wa Tanzania sasa kwa Muislamu ametushinda. Sisi Waislamu tumesimamishwa mimbarini hapa, makadhi wakaandika barua, kuna corona. Iko wapi? Hakuna. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ndio Qur'ani inavyosema. Tumeandikiwa barua, kuna corona, Waislamu tumepokea. Harusi ya serikali, anake harusi ya serikali huipinge. Ukiletewa ualishi utautukua, tuupende ukatae. Ndio tuvoletewa corona sababu ya kutosoma. Tubadilikeni ndugu zangu Waislamu. Na sasa hivi elimu kubwa tunaotaka kuwafundisha watoto wetu, tuwafundishe kubadilisha maisha kupitia kura. Tusilie tu sisi Waislamu kila siku, tutafute silaha za kupigania. Kama wao wanavyotafuta silaha za kutukandamiza, na sisi tutafute silaha ya kujiokoa na udhalilifu wao. Tutafuteni kura kama wao. Ifike umri katika maisha yetu, wao wana kura na sisi tuna kura. Wao wana ilmu na sisi tuna ilmu. Wao wana vifua na sisi tuna vifua. Wakati ule sulta itarudi kwa Waislamu. Lakini katika hisabu ya watu 1000 Waislamu 2 wana kura, hata mkaenda kupigana na nani mtashindwa. Labda Mwenyezi Mungu ateremshe alichowateremshia watu wa Ahlu Badri, na ni ngumu sasa hivi. Watu 300 kwa 1000. Sisi huku tupigane kikura, watu 300 kwa watu 1000 kikura, watatushinda ndugu zangu Waislamu.
hataka teremshwa malaika, watatushinda, sababu tutataka kuhisabu kiubinadamu. Nyinyi mko 300, sisi tuko 1000, wasikizwe nani katika serikali? Kwa hivyo tujueni kwamba tuna umuhimu sisi wa kutafuta kura, kisha na kura tusifanye ni siasa. Na mimi kura tusifanye ni biashara. Ndugu zangu Waislamu, sisi ufanya kura ni biashara. Msimu wa biashara ukiondoka, sote hulia ufukara. Ule wakati wa kura, huyu atakupa 1000, 10, 20, mwenye kupata atapata mpaka 2,000,000. Baada ya kipindi cha kura utalia hasara, biashara msimu wake umeisha. Ukifanya kura ni maamuzi, ndio utabadilisha Uislamu. Sisi hatuna ofisi za kisawasawa sababu hatuna haki ya kuzungumzia. Kadhi wetu tuliopewa ni wa kuozesha tu, na si Uislamu. Kadhi ni kuhukumu mambo ya Kiislamu. Tumewekewa kadhi wa kutangaza mwezi na kuozesha, basi ndio Uislamu unavyotaka. Lakini tutazungumza vipi ikiwa hauna kura? Hauna sauti ya kuongelea Kenya ukasikika? Wanasiasa watakuja huku, Waislamu mna nini? Mwataka kupewa nyinyi, mna nini? Ajabu utaona anayeketi pwani ni Mbajuni, ofisa wa bahari ni Mbara. Unajua sababu? Sababu ofisini kama hujachangia kwenye serikali huna nafasi ya kazi. Hata kwenye Uislamu kama hujachangia huna nafasi katika Uislamu. Angalia wale waliokaa na Mtume, tusitumie mifano vibaya kwamba Mtume ni Mwarabu, muadhini wake ni Muhabash Bilal. Angalia Mtume alivyotanganya. Mtume alitanganya kwa nini? Alimuita Bilal sababu Bilali ana mchango katika Uislamu. Alimuita Suleimanul Farsi sababu ana mchango katika Uislamu. Wewe una mchango gani katika serikali ya Kenya? Ndio serikali ikuite ikupe kazi. Na kusemwa ni mingi ndugu zangu Waislamu, wakati ni kidogo, lakini tutokeni hapa kwamba tuwafaa kubadilika kwa kusoma. Watu washikane wawili. Misikiti si kuabudu, misikiti ni kusoma, sababu amri ya kwanza imekuja, someni. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Mwenyezi Mungu atujalie yawe ni mazungumzo ya kuamsha roho na kubadilisha Uislamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.